Ufugaji wa kuku wa mayai au layers ni sehemu muhimu ya kilimo na ufugaji wa mifugo. Kuku hawa hufugwa kwa lengo la kuzalisha mayai ya kula ambayo ni chanzo muhimu cha protini kwa jamii. Pia huchukua wiki 16 hadi 20 ili uweze kupata matokeo, kwani kuku wa layers wakiwa vifaranga siku moja hadi wiki 8 wanakula chick starter ili kujenga miili yao kuweza kuwa imara, na kuanzia wiki 9 hadi 18 wanakula grower kwa ajili ya kuweza kutengeneza mifumo mizuri ya utagaji. Hapa tunakutana na Bi Christina Chusi ambaye ni mfugaji wa kuku wa mayai aina ya layers anayepatikana Kijichi Baharini, manispaa ya Temeke. Nina miaka 5 toka nimeanza kufuga. Na kwa sasa nina kuku 4,000, lakini wanaotaga kwa sasa ni kuku 2,000. Na umuhimu wa kutunza hawa kuku vizuri ili usipate changamoto nyingi za magonjwa ni kufuata vizuri zile chanjo zao kwa mtiririko unaotakiwa na kwa wakati sahihi. Jambo jingine la pili, ili uweze kupata na matokeo mazuri, ni lazima sana kufuata utaratibu wa usafi. Wanahitaji usafi sana kuku wa mayai. Kwa hiyo ni kufuata utaratibu zile za usafi, vyombo vyao viwe visafi, chakula chao kiwe kisafi, wale katika mazingira ya usafi, maji masafi, waje katika mazingira ya usafi. Basi kuku wanakuwa na stawi vizuri na kuleta matokeo mazuri. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia ni ulinzi. Wataalamu wanasema biosecurity, ili wawe salama. Kutumia dawa sehemu wanazoingilia milangoni, lakini kuwa na viatu maalum katika banda, kuwa na mavazi maalum ambayo ni masafi yanayotumika bandani, lakini pia kuzuia sana watu wa nje wasiingie bandani ili kuzuia maambukizi ya magonjwa. Ukiweza kuyafuata hayo, basi kuku wanastawi vizuri na unaweza kupata matokeo mazuri. Pamoja na yote hayo, Bi Christina akatueleza kwa siku anapata tray ngapi za mayai. Kama nilivyosema, kwa sana kuku 4,000, lakini wanaotaga ni kuku 2,000. Na matokeo nayoyapata kwa siku, tunakusanya tray 50 za mayai. Aina ya kuku naofuga ni kuku wa mayai aina ya Bovan. Ndio kuku ambao nafuga. Changamoto kubwa ambayo kuku hawa wanapata ni magonjwa kama mafua, coccidiosis na typhoid. Magonjwa haya yote yanaweza kukingwa na kufuata protokoli za usafi. Usafi wa banda, lakini usafi wa chakula na maji. Kisha akatupeleka moja kwa moja kwa kuku ambao wameweza kutengwa. Kuku hawa ni wadogo ambao wanasubiri waweze kufikia miezi 3 ili waweze kupanda kwenye keji, kwani kabla ya kupanda kwenye keji lazima waweze kutengwa katika sehemu maalum, na baada ya hapo wataweza kupanda kwenye keji kufikia miezi 4 mpaka miezi 4 na nusu na kuweza kutaga. Wakiwa wadogo tunapendelea kuwafuga wakiwa chini. Ila wakishafikisha umri wao wa kutaga ndio tunawapandisha kwenye keji. Umri huo unashauriwa sana miezi 3 mpaka 3 na nusu kupandisha kwenye keji. Ili kifika ule muda wa kutaga miezi 4 na nusu mpaka 5 waanze kutaga wakiwa wametuliwa kwa juu ya keji. Hawa hapa sasa wana miezi 3 na nusu. Na kesho ndio process ya kutengeneza keji inaanza. Kwa kesho ndio nakuja kufunga keji, tayari tunawapandisha juu ya keji tayari kwa kutaga. Kama tunavyofahamu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania miongoni mwa sera ni kuweza kuhamasisha wananchi kuweza kutumia nishati safi, na hapa Bi Christina akatupeleka katika biogas, mfumo ambao hutengeneza gesi kutumia kinyesi cha kuku. Mbolea yetu ya kuku tunaiweka kwenye hizi chemba hapa. Kwa kwenye hizi chemba inakorogwa, inakuwa kama uji mwepesi. Inachujwa vizuri ili kutoa manyoya yote ya kuku, ili manyoya yasiingie kwenye mtambo. Ikishachujwa vizuri, inawekwa kwenye chemba hii ambayo ina bomba linaloenda moja kwa moja kwenye mtambo. Kwa ile bomba ndio inalichukua ile mbolea na kuipeleka moja kwa moja kwenye mtambo, ambao mtambo wetu ndio huu.